Nataka nikufundishe ili uelewe vifaa fulani ambavyo Mungu amekupatia katika maisha yako ya Ukristo vitakavyo kusaidia kutoka katika vitu fulani ambavyo vinatesa maisha yako. Kuna watu wengi ambao tunashiriki ushirika mtakatifu kwa desturi ya dini, kama tulivyojipangia, kama tulivyojiwekea, na tuna sheria. Tunasema na ambaye hajabatizwa hatakiwi kushiriki ushirika mtakatifu, lakini anasema kwamba kila mkusanyiko, kwa sababu katika ushirika mtakatifu kuna vitu ambavyo vinafanyika dhidi ya maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa lazima uwe na ufahamu wa kiroho, na pasipokuwa na ufahamu wa kiroho huwezi kujua kwamba adui anapitia katika mlango upi. Kuna njia tatu ambazo unaweza kushiriki katika damu ya Yesu. Kuna njia tatu ambazo unaweza kushiriki katika damu ya Yesu. Maana wiki ijayo tutakuwa tukishiriki kikombe na mkate, kwa maana mwili na damu ya Yesu. Ila nataka kwanza upate ufahamu, na Jumapili ijayo lete wagonjwa, lete mwenye shida mbalimbali. Hata kama una kesi, utaona matokeo ya damu ya Yesu. Hata leo utaona matokeo ya damu ya Yesu. Hata leo. Na nilisema aina ya kwanza kabisa, tunashirikisha damu ya Yesu katika maombi. Maombi yoyote yasiyoshirikisha damu ya Yesu hayana majibu. Maana Mungu hafanyi kitu kwa kukubembeleza au kwa kukufurahisha ili usirudi nyuma. Yaani wewe ukimwamini, usipomwamini, yeye bado ni Mwokozi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvitumia katika michakato ya maisha yako. Unatumia damu ya Yesu kama silaha kuu ya kukuponya. Mwambie mwenzako, tumia damu ya Yesu katika maombi yako. Wakati kila neno, kila ombi aliloomba, damu ya Yesu ilikuwa inasimamia lile ombi. Aliposema, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo, tone la damu lilipomwagika likasababisha msamaha, maana damu ya Yesu inanena. Akaona pale msalabani Mariamu na Yohana na wengine ambao wanamfuata Yesu kwa mbali. Mariamu anabaki katika hali ya upweke. Akasema, pale ndipo alipolitengeneza kanisa. Akasema, mama, mwangalie mwanao, na mwana mwangalie mama. Wakati huo huo damu ya Yesu ikamwagika kwa ajili ya lile neno. Yohana akajisikia mzigo wa kumchukua yule mama nyumbani kwake. Si kila utakayeishi naye kwako ni ndugu yako. Wengine utaishi nao kwa sababu ya mahusiano ya damu ya Yesu. Sema amen. Sema amen. Kwa sababu ya muda singesema yote, lakini akaona mbingu, sababu mbingu na dhambi havikutani. Zile dhambi zimejaa kwa Yesu Kristo. Sasa amebeba dhambi ya ulimwengu. Akasema, Eloi Eloi lama sabachthani, Mungu wangu mbona umeniacha? Na damu yake ikamwagika. Saa hiyo hiyo
tena kumwangalia Yesu. Wakaja malaika wakamtia nguvu, kwa sababu damu ya Yesu inatupatanisha na uwepo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa chochote unachoombea, chochote kigumu, ipeleke, itangulize damu ya Yesu katika maombi. Sikia, wanamwambia Yesu, tazama anamuita Elia, tuone kama Elia atakuja kumsaidia. Kaja Nasu au Sifoni. Sasa hivi tunaweza kuita vineka. Wakamwagia mwilini. Walihisi anamuita Elia, wakaona hata kama Elia alikuwa anashusha moto, lakini hawezi kumkomboa. Wakamwongezea maumivu. Nisikilize, maombi yasiyotumia damu ya Yesu yanakuongezea tatizo. Maana shetani atataka apambane na wewe. Shetani anachokiogopa ni damu ya Yesu. Unasimama tu na maombi yako, Baba nisaidie unikausha bahari ya Shamu, nisaidie vita ninayopigana na fulani. Wakati ule fulani ili akupige vita alichinja ng'ombe. Utamshindaje mtu kama huyu? Yamkini uchawi aliyokuloga nao, aliuza nyumba ili akaununue huo uchawi kwa gharama kubwa. Ni damu ya Yesu inayoharibu uovu. Damu ya Yesu inaleta uharibifu na inainua. Sema amen. Sema amen. Wakaanza kuhangaika wakati aliposema Eloi, Eloi. Biblia inasema ile damu ikaingilia vita yake ya msalaba. Miamba ikaanza kupasuka. Sikia, mbona unapigana mwenyewe? Vikao vingi, wengine uongei nao, unahisi ndio kutibu tatizo. Katika maombi yako ingie damu ya Yesu. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kwa hiyo kwa ufupi, damu ya Yesu Kristo, unapoitumia damu ya Yesu katika maombi yako, ule ni ushirika mtakatifu. Unapoitumia damu ya Yesu, inaenda kuingilia na kufichua yaliyofichika. Wakati mwingine tunapigana na vitu tusivyojua. Hatujui adui yetu ni nani. Unaenda hata hospitali, shetani anabandika mkono kwenye vile vipimo, kwenye zile screen. Wanakuambia ugonjwa uonekane. Hatuoni ugonjwa. Katika situation kama hizi, ndio mahali pa kutumia damu ya Yesu. Damu ya Yesu inafichua vilivyofichwa sirini, na ndio maana anasema nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa mahali pasiri. Kuna wakati adui anaweza akaficha kilicho chako, unafanya kazi kwa hasara, unachofanya ni hasara, hujui pa kuanzia. Sikia, kuna mtu anaweza kuwa na mipango mizuri sana kabla hajashika hela, akiishika hivi ajui anzia, kwa sababu anakuwa amefichwa. Sasa anaposema nitakupa hazina za gizani, kuna vitu viwili anasema. Hazina anasema na mali. Hazina ni vipawa. Hazina ni milango ya wewe kutoka, milango ya ushindi wako, na mali zilizofichwa mahali pasiri. Hivi vinatokea kwa maombi yanayoapply damu ya Yesu. Usikimbilie kushindwa shetani. Usifikiri shetani atashindwa kwa sababu umesema shindwa shetani. Nataka nikwambie, shetani ni veterani la vita. Halijaanza vita leo. Na nirudie tena, Maua anasema
Ikiwa una nguvu ya Mungu na damu ya Yesu haiopareki ndani yako, ukimwona mchawi usishindane naye, mwambie tu shikamoo, shikamoo bibi, shikamoo baba, toka nje, angalau akuachilie kwa ile shikamoo. Sababu kuna watu wanapenda shikamoo zaidi ya ugali, kama pale Kigoma. Hata kufanya push, unasikia mara hapa, hebu wanaipenda sika wao. Elewa ninachofundisha. Maombi yasiyotumia damu ya Yesu hayawezi kukupa ushindi. Ni kama storm, ni ngonjera, na shetani atakaa hata kama ni masaa 10 unaomba, anakusubiri kimaliza, anakupiga pale. Sasa walipokuwa katika shida, unajua shetani hata kule mbinguni alipofanya vita, amanusura ashinde. Shetani alipiga vita mbinguni, akaitikisa mbingu. Walichofanya mbinguni, wakachukua mwana kondoo. Unasema Pasaka ilianza wakati wa Israeli, nielewe ninachokuambia. Pasaka ilianzia mbinguni, wakamchinja mwana kondoo. Ile damu ndio iliyomshinda shetani. Hata kama ulianza biashara yako vibaya, ulianza na ushirikina, ulianza ndoa yako vibaya, ukaanza na ushirikina, unapoitia damu ya Yesu, inasafisha, inatakasa, inafuta kumbukumbu, inafuta mashtaka, inafuta hatia, inaondoa hatia. Kwa katika maombi yako, yale yote unayoona huyaelewi, unaona yamefichika, umetafuta suluhu iwezekane, hebu itie damu ya Yesu. Usigombane na mume wako, usigombane na mke wako, usifanye vikao vyovyote, usiende ustawi wa jamii. Ita damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaleta suluhisho. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Kwa hiyo walipopitia katika shida, shetani anayapiga maisha yao, shetani anapiga biashara zao, shetani anapiga familia zao, shetani anapiga miili yao. Tumesoma nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Leo hii watu hawaendi kwenye maombi, anasema siwezi kwenda sababu sina sadaka. Badala ya kumtafuta Mungu, anakusanya kwanza sadaka, aende ampe mtumishi wa Mungu, kama ni nabii, kama ni kuhani, ndipo aufanyiwe huduma. Sikia, jihudumie mwenyewe, itumie damu ya Yesu. Maandiko yanasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Huwezi kushinda kwa damu yako. Mpendwa, unatafuta mtaji, alafu tena mtaji wenyewe hujapata, unachukua tena mwingine, hela nyingine ya kwenda kupeleka kwenye maombi ili upate mtaji. Sasa umefanyaje? Si umejiongezea mzigo? Kwanzia leo wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, sio vikorowezo tunavyopewa leo. Naomba usikie na ubadilike. Unapewa njugumawe, unapewa eti sijui mikate, unapewa, alafu unajua wana mikwara, avocado ya upako. Si useme tu parachichi tukuelewe. Usipojua unateketea chini ya andiko fulani. Nao wakamshinda. Kwa nini? Walimshinda kwa nini? Ni kwa maji ya upako, ni kwa sabuni ya upako, andazi la upako. Ni mara ngapi umefeli? Ni mara ngapi ulitumia damu ya Yesu? Sina injili ya kubahatisha, sina injili ya blabla, sina injili ya kuvutia ili uwe mshirika hapa. Kwanza ukiwa na watu 100 ni matatizo 100. Ukiwa na watu 2 na nafuu, ninakupa neno la uzima litakalobadilisha maisha yako na uwe mshindi katika jina la Yesu.